turashobora kurambura ibiganza byacu turamukoze mu Yesu. Amen. Turashima Imana iduha akanya tumshukuru Mungu kwa kutupa nafasi hii. Leo ni swala lake mimi na nabii wetu Daniel cyane iyo mpagararanye n'aba babanye n'inyigisho na kisimama nasi ambao tunajifunza mafunzo ya ubatizo kwa babanye n'inyigisho. Tumekuwa pamoja katika mafundisho hali tunawabadilika turiga turi kumwe. Kuna yale ambayo ametuambia tujifunze Imana yuko Imana yasikize. Sasa namshukuru Mungu kwa kuwa amefikisha hadi pia kwa abantu bakomeye cyane. Alikuwa kutuambia sisi ni watu ambao sio kawaida, pia kwa pastor na abigisha beza. Alikuwa kutuambia kwamba tutakuwa wachungaji na walimu wazuri. Kugeza munsi hariho abigisha abari mu shengero benshi mu bone kisimisha ubatizo. Na sasa kumetokea wanafunzi wengi ambao wamefunza hivi sasa ni walimu wa ubatizo. Ndashima Imana leo tuhagarara mu buryo bwo kurema Imana yacu. Sasa ninafurahi kusimama na mwalimu ambao amenifundisha. Ndashimiye kandi abakozi b'ishengero na tunashukuru pia viongozi wa kanisa batwemereye bakaduha uyu mwanya walipokubali na kutupa muda huu. Batuvuze izina, wametusema majina yetu. Basanzwe batatuzi ubundi abasanga bo gusanga mutuzi. Na kwa sasa wenyeji mnatufahamu ila wale wapya. Nashaka leo sabe mene data Titia na hapo msile mahali Titia nigere hano azanye indirimbo akaribie na akikuja kitwa kitabu cha nyimbo. Abo batunze kitabu cy'indirimbo ngure indirimbo ya 88 pale na afungue nyimbo ya 84 184 hanyuma bishobora kutirije duhapo. Na ikiwezekana sisi tutasimama wima tuimbe tukisimama. Urabona yuko indirimbo zifite mu bitabo zikaboneka na nyimbo za vitabu zionekana ariko ndoze biragendana ko hari umuntu akazikorera. Lakini vizuri tupeleke vitabu ili tuimbe nyimbo hizo. Hapo rero bazanye izo vitabu by'indirimbo tusimame walio peleka vitabu hivyo ishara ya 84 umuziki wayo ugengana y'indirimbo y'ijana na 50 ngamunezerewe ko data twese yamenye kufunga kweli na inafanana na nyimbo ya 150 na nasema nimefurahia. Eka usabe iyo ndirimbo tuimbe nyimbo hiyo ilikirikirane nyimbo ufatiro pesa watatu kunomuzi nawe chunguze kwa makini kwa msingi wa neno leo.
Tunaenda kuchangia neno livuga nasema kucha mu nzira, kupita kwenye njia kushika mu bugingo, kupita kwenye njia kufikisha kwenye uzima. Kucha mu nzira, kupita kwenye njia ishikana na kufikisha kwenye bugingo kwa uhai. Haleluya, haleluya. Yesu nashimika. Ndio jambo tuzapiga kwa munsi, ndio msingi wa neno. Imana yashyize mu mutima wanje, Mungu aliyotia ndani ya moyo wangu, ili nichangie na kanisa lake. Haleluya, amen. Uko nikose na ikiwa yote yale tunafisia kuliko tunacho, tunapata kwa tunaelekea kandi sana ikunda na itakao itike umuntu wese afisia iko mtu yote na pale kwa tunaelekea twese hapo tunafisia kuliko tunacho. Sisi sote tuna wale kwa tunaelekea. Ili mwimbaji ya taini mwimbaji amesema hakuna nyingine njia isipokuwa njia ya Mwokozi. Nilishikana kwa data, njia tukisha kwa Baba, ni njia ya msalaba. Haleluya, amen. Kupita kwenye njia kushikana na kufikisha kwenye uhai. Amen, amen. Turasoma ubutumwa bwiza bwa Yesu na Matayo. Turasoma habari njema kama ilivyoandikwa na Matayo kigabane cyawo cy'indwi sura 7 umurongo wa 13 na 14. 13 na 14. Matayo kigabane cy'indwi, Matayo 7 umurongo wa 13 kugeza ku murongo wa 14. Sura 13 na 14. Aho ngo hari ijambo hapo ndipo pako neno. Hari mtu andika Luka, kuandika na habari njema ya Luka 13, Luka 13 umurongo wa 12 na 24, 22 mpaka 24. Usheni irembo ritunganye, irembo ryagutse n'inzira y'igihano, aribyo bishaka abantu mu mahorero, kandi abababona ni benshi, abahasha ni benshi, ariko irembo ritunganye n'inzira ntoya, ibyo bijya mu bugingo, kandi abahabona ni bake. Amen. Sura kutasubiramo tusaidie utendaji andiko hilo jambo sote tupate kusema neza ili sentensi uzitie vizuri. Hiyo chechini wa shule na nzuri wa shule. Usheni irembo itunganye, irembo ryagutse inzira y'igihano. Irembo ryagutse n'inzira y'igihano. Ni irembo ryagutse hamwe n'inzira y'igihano. Ibyo bijana abantu bahogera kandi abahaca benshi, ariko irembo ritunganye inzira ntoya, ibyo bija ubugingo, kandi abahabona bake. Amen. Ariko irembo ritunganye n'inzira ntoya, nibyo bija mu bugingo, kandi abahabona ni bake. Luka 13, Luka 13 Imunzira ahita mu gisagara no mu mihana
yigisha ari mu rugendo aje i Yerusalemu. Umuntu aramubaza ati mugenzi, mbega abakizwa ntibake? Nawe arababarira ati mushishikare kwica kubera ubutungane. Ndababwira yuko benshi bazogomba kubicamo babishoboye. Kabanezwe Sasa mashina Mungu Imana yacu turagushima. Imana yacu tunakushukuru. Tutakoze ku mwanya ukunda. Tunasema asante Bwana matupenda. Tunezereshwe muri mwanya waduhaye wo kutumbesha. Tunafurahishwa na muda huu tupatia kushukuru mbele ya kanisa. Tunakuingiza mteni. Tunakusihi Baba yetu. Bali waduhamagaye tukuye kule. Kwa kuwa umetuita na tutuomba. Washitega kuja kudukoresha. Umetuita hapa ili tukuhudumie. Tulibaho igikoresho cyawe. Kuwapa sisi ni vyombo vyako. Dukoreshe kuko ubona kugomba. Ututumikishe kama vile na mimi na mhubiri. Turinde kuzindwa. Utushinde kushindwa. Utuhe kugorora ibyawe. Utupatie kunyosha mambo yako. Wewe ukoresha mwiza. Kwa wewe Mungu. Tunaomba isengero ryawe. Tunaomba kanisa lako. Kwinjira imbere yawe. Naikaa mbele zako. Bwana mwigisha. Bwana unifundishe. Imeni yo gutahura. Roho yako yenye kuelewa. Iganze ikibanza. Itawale mahali hapa. Abadayimoni b'uburyo bwose bahunge. Mapepo wa kila aina. Ariko pepo wawe y'abanyarwanda. Lakini Roho Mtakatifu amiliki nafasi. Asante mama yasikia. Hata wikoze na kuyatenda. Ni jina la Yesu Kristo likoze kutoka. Kwa jina la Yesu Kristo tunatuomba. Amen. Haleluya. Amen. Tuangalie kusema kichwa cha neno shikamo kupita kwenye njia kisha kwenye uhai. Ni tugomba kuchamo njia hiyo pasa kupita ishengero kama kanisa. Yesu Yesu maneno haya yakuze alikusosi amesema kiwa mlimani alifariki alikuwa kufunza injisho abantu bavuga inyigisho zo kumusozi ni mafunzo watu wanasema ni mafunzo ya imani. Inyigisho Yesu yigishije ari kumusozi ni mafunzo Yesu alifunza alipokuwa mlimani. Zihera mu gice cya 5 zinaanza kwenye sura ya 5 ngoro tunabiza na Matayo. Habari njema iliyoandikwa na Matayo. Hizo nkuru zikabandanya habari hizo zinaendelea zigana n'igice cy'ingine zinaendelea na Mesiya 7. Haibizo kisha ikaigisha mafunzo mingi alipofundisha kanisa. Angalia kuno walipokuwa kwenye verse hii anaona kwenye njia ya baba kile kwa kwa njia pana iliyo njia pana iko lakini njia yao njia pana iko ndio mjana wa mambo ndio njia kwa kuzipoteza maisha tena wao kitabu hii hao ni sana Yesu akisema wengi mbegu zitaanza wengi sana. Alipokuwa akisema injilani sema njia au njia ni baba njia baba ni njia ubugingo peleka njia kwa watu kwenye njia za uhai hata hao ndio hao kwenye njia ni baba ni wachache hata leo kisa sababu ibada isize mtumwa Mungu amesema na nafsi yangu kutuhamagara katika moyo wangu sisi tupite kwenye njia hiyo ni baba kugia baada ya kuchana ili na tupite kwenye njia pana na kuangalia jinsi hakuna anaweza kufunza kwa kutana njia yako kwa kwenye kupita kwenye njia pana hakuna mwananza kafunzo na bora lazima kwa kuwa hakuna matatizo unajipasha mtu anaenda jinsi anavyotaka unakupasha mtu anasema jinsi anavyotaka itakuwa sasa cha kwa mimi yako akikusudia kufanya kitu chochote anakifanya na yeye akifashisha muziki wake nimejaribu kujifunza kwenye mila za kufashisha ili jambo kizero kwa usenge nimejisaidia mlango wa kanisa usenge bali jambo tanda na kanisa la mtu ana milango 6 ile kama na mtu ana milango 6 ukifanya jambo tanda na kuna milango 6 ili jambo litatu milango 6 milango 6 ni pana ili litatu na ile tatu
midogo, mito nyembamba. muri ko miryango yabuze Rero hii milango pana, umuntu ahagaze mu muryango mtu akisimama kwenye mlango nawe ule, uhagarara hagati hata usimame katikati, ushobora kugura guca hauwezi kosa pa kupita. urakimana ikirengana Unapita pembeni na unapita salama, ntakora kushida. ariko imiryango itatu Lakini milango hii mitatu niyo dushaka kwigisha iyo dushobora kuhaca ndio tunataka kufunza jinsi wanaweza kupita. umukozi w'Imana ahagaze ari imbere mu muryango hagati Mtumishi wa Mungu anasimama katikati ya mlango kugira ngo ushake mu muryango ili upite kwenye mlango ule. ukabyigisha iyo dushobora kuhaca Nataka kufunza jinsi wanaweza kupita. narabyize ko niko ndiga kubyigisha Nimejifundisha sana kitu kwa neno hili. mu mwanya nasengera hariya mwarimu igikorane cyari Na muda ukiponza yote nimeenda kwenye mlango abarinzi ule. bari bararirimba Walikuwa wakimba. ndageza hariya uravuga ngo ya kurera y'ubuhinga bw'igihugu Nimeenda ili niongee na wale wanatoka kwenye ndabize Anarudia protokoli yarahagaze hakuna hata shemasi alikuwa amesimama hari imana irakigisha cyane na kile kitu Mungu akinifunza wote. kugira ngo hasi ahagaze kujya Hapo kisema upite akisimama vile. inzira zikurikiraho kugira ngo urenga Kuna njia mbili unayopasa upite ili upite vizuri. iya mbere yo kubanza kukuramutsa Ya kwanza ni vizuri kumsalimia. Yesu ashimwe Unamwambia Bwana sifiwe. ayindi akakubona akagera Akigeukia hapo unamwambia anakutizama. iyindi nzira imwe Ingine njia nyingine niyo kumukoraho ingine njia ya kukugusa. umukoze ko akakumva Ukigusa akasikia akakura anageukia na kutizama. ahita akakunyitsa Anakupatia njia ya kupita. iyi nzira hamwe n'ijya n'iriya Na njia hii na ile kule umuntu ahagaze mo hagati mushobora kureka mtu akisimama katikati hawezi pita. igereranya n'iyo nzira y'agakiza Sasa inalinganishwa na njia ya wokovu. inzira y'agakiza Njia ya wokovu ariyo nzira ishikana mu bugingo njia inafikisha kwenye watu tugomba wa kwigisha tugomba kuhitamo tunahitaji kufundisha jinsi ya kupita. tugomba kugira ubwitonzi Tunataka kuwa na utaratibu. tugomba kwigishwa cyane turashobora kumenya Inabidi tufundishwe sana. haleluya Amen. Yesu ashimwe cyane Bwana sifiwe. igihe cyose Na nyakati zote uri mu nzira ukumva uri mu myitegeko uko kwenye njia unajisikia uko huru. uri muri agace ukumva uri mu myitegeko Uko kwenye wokovu hii unajisikia kwenye uhuru. ukumva bimeze neza cyangwa Na unasikia uko vizuri au hakuna shida. ushobora gusanga watakaje Inawezekana umekosea umepoteza njia. ushobora gusanga wayitaka Inawezekana umepoteza njia. muri iyi nzira yanjye Na kwa njia hii nyembamba, muri iri rwego ritungana kwa njia hii nyembamba umuntu agomba kwigisha igerageza kuhaca inabidi tuwafunze jinsi ya kupita rero wale. bituma tuza mu rusengero Ndio maana tunakuja hekaluni kugira ngo twumve ili tusikie ibyo turiko turara mahali ambapo tunaelekea. yesu aravuga ngo Yesu anasema, muce n'irembo Yesu ritungana anasema upite kwenye njia nyembamba. havuga ibintu bibiri Pasema mambo mawili, hari irembo bakaba ari inzira kuna njia na kuna kandi kugira ngo bashike n'irembo na mtu asema upite kwenye mlango. yaciye mu nzira Kwenye njia inabidi apite kwenye agashaka ku irembo afika kwenye mlango, akinjira mu rugo anapita kwenye ua. haleluya yesu ashimwe cyane Asifiwe. nicyo gituma rero Ndio sababu yesu ari guhamagara Yesu anapowaita, aduhamagarira guca n'iyo nzira Yesu anatuita kupitia kwenye njia hiyo, ubwanjye njia nyembamba, irembo na tuishi. reka n'ibyo twita iterambere Tuachane na mambo tunaita maendeleo, cyane cyane ibyo mu buryo bw'imbere na hasomesha mambo ya kiroho. icyo cyo yesu aduhamagara Ndio sababu Yesu anatuita. haleluya Amen. yesu ashimwe cyane Bwana asifiwe. murasavuye Tunasirika kuko yesu agaragara irembo ritunganye kwa Yesu anatuitia njia nyembamba. aho ngene niyo turiko turaca tujana Hapo ndio tunapita nta yindi nzira iriho hakuna nyingine njia atari inzira y'umukiza isipokuwa njia ya wokovu, inzira y'umusaraba njia ya msalaba, inzira yo kwibabaza njia ya kujiumiza. ariko kandi Lakini inzira tena yo kwiyahura sio njia ya kujiua. oya Hapana, n'inzira njia idushikana mu bugingo njia inayofikisha kwenye uhai. amen Amen. n'inzira idushikana mu bugingo Njia naho inayofikisha mbega iragoye na njia hiyo sio ya kawaida. naho mbega iragoye Au lakini njia sio ya ariko kawaida, n'inzira idushikana mu bugingo lakini njia inayofikisha kwenye uhai.
Yesu nashimwe sana. Bwana asifiwe. Tucheme hiyo njia, upite kwenye njia hiyo, kuko ubundi umubiri yacu akakuwa mili yetu muri hizi njia zibiri, hizi njia mbili, iyaga pana na njia nyembamba. Mwili huu mwili tunaovaa, mwili wako na mwili wangu pia unatukomekea. Umubiri kutega njia yako, mwili huu unatuvuta kwenye njia pana, tunapita kwenye njia pana, tunakuwa huru, hakuna mambo yanatusumbua, tunafanya mambo yote na roho yetu ikatupeleka mpingo. Roho anatuvuta kwenye njia hii, ndio roho anatupeleka kitubeba. Lakini fikra za mtu, hekima ya mtu naonesha mambo kama elekea amani kwa mtu iko na hekima inaongoza huko. Mahali uko inzira mwili na njia umeshika ndio hekima mtu imekuongozea. Na kwa umoja hivi alikuwa akitufunza kijane n'umuyoro y'imfizi, alikuwa akitufunza kwa mtu ambao amefuga minyama. Dalili zile zingine mtakuzibu. Ninajua miongoni mwenu mtafahamu. Yafilisha kijane n'umuyoro y'imfizi. Alitambia kwa mtu ambao amefuga fizi mbili. Yashoboka hiyo za imfizi kwa kutamba. Inawezekana njia mnyama huwezi kaolewa kwa mjini. Ngombe dume. Sawa. Hizo mfizi ndio ngombe za chaume. Na tukubiri kose bibaza kumutabo. Sasa tutafuzana tuelewe. Akufashe ahaitwa kukisake ngo mutezi bata. Kama msagara malika. Hapa tumesema nguvu za kike au za kiume. Na kitabu. Tuelewe kwenye kuunga. Acha tutumike kwenye ngombe hizi. Sasa na mtu yule yupofuga ngombe hizo, ngombe dume alipozifuga zinapenda kupigana sana, na taji sana, anaona kuwa kuna ingine inaweza shinda ingine, mpaka moja itoke na kushinda ingine, na moja kupende anatapata hiyo imaka izika anashika moja anaifunga, anaikuja basi kute alipatia majani madogo, pia ikikuza kionyesha kaiungazi kisha nyingine anataka kuishinda, alipatia majani mengi. Inyuma yupenzi kumeta nyuma ikizidi. Sasa na baada ya wiki mbili au wiki moja akacha azika anazileta akazihuza anafanya zikutaranisha ile ambayo sana na ile ambayo imekelishwa sana teknolojia mtu ni kufanya kushinda. Hizo ndio kwa leo nisema umamoro zini na mfugaji huyo wa dume angeelewa ukienda analinganishwa na hekima yake. Hizo things na ngombe hizo za zige ndani ya watu inalinganishwa na roho yako na mwili wako. Kwa hiyo kichumoka kukitinda na kila mtu anataka kama kitashinda ndicho kitashinda na kitashinda. Inzira ngombole ubwenge bwawe utambo na njoo kitaka kufika kwa kaje kufikia nzira njia hiyo babo umubiri upenda nzira yako. Sasa na wewe ukikuweka kwenye njia baba hali ubwenge bwawe kirenda na waporozi na hekima yako inalinganishwa wale wafugaji ukanda hivyo unataka kule kutoki ipepo ya wale upende mzitungana cha mkingo na roho yako ikikuweka kwenye njia baba na hekima yako inalinganishwa na mfugaji na muda huu unaenda kupeleka kwenye njia vizuri. Haleluya. Inakupakia kupita kwenye njia nyembamba. Na mtafuti mmoja amesema alikuwa akisema kwenye njia hiyo anaishi kwenye njia za wokovu. Yesu akisema tafsiri, Yesu anasema inaanza njia nyembamba sana
iyo umuntu ayinjiramo ari kubitunga na mtu akielekea kwenye njia hiyo anaingia njia hiyo zimanda igenda gushika kure na kisi njia hiyo itaelekea kule kufika kwa fulani igashika kuri iryo rero ufika kwenye njia mlango huo ukiinjira na ukifikia huko iyo nzira kuburyo na njia inakuwa pana wewe umuntu ukifuza gusubira inyuma na njia hiyo inakuwa pana uweze kukawazia kurudi nyuma hii kitaraga kugira nzira yagutse na mtafiti yeye akisema kwenye njia pana njia inapeleka kwenye mauti inaanza njia pana yagutse bose inaanza njia pana igakomeza inaendelea inaendelea ndazi ubwenge bwakora kugira urimo ninajua hekima yako na kuongelesha kwa njia ndiyo bituma niko najifikiria tuliko tunakuja majambo y'ubwenge cyane wasema maneno ya hekima sana kwa majambo y'ubwenge na asubuhi tumesikia maneno ya hekima ambayo tunasema kubwenge ya kiwango kikomeye na muda huu tunasikia kama hekima kiwango kikomeye cyane kidoga na hekima ina nafasi kubwa ndani ya maisha yako hekima yako kiwango kikomeye ina nafasi kubwa ndani ya maisha yako ndani ya maisha yako amen 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 ndio sawa alafu hiyo nzira yagutse na njia hiyo pana ukiinjiramo kwa sababu njia ndogo ukiinjiramo nzira yagutse na ukiingia kwenye njia pana ni njia Mungu harumbeza ni njia unafikiri kuna furaha ariko kubandanya gufika imbere lakini utakapofika kule mbele ibyayo biragora na njia zayo zina matatizo igora iko matatizo ambayo si ya kawaida utajikuta umefika na nafasi ili kurudi nyuma itakuwa matatizo msiendelee kusomea Biblia tusome kwa Mithali ingawa cha 14 mlango wa 14 Mithali 14:12 Mithali cha 14 mlango wa 12 haranditswe ko hari inzira umuntu yibwira ko ari nziza ariko amaherezo yayo inzira ishikana mu rupfu. Imana ifashe Bwana tusaidie. Muri iyo nzira ya njia hiyo pana uyu munyabwenge Salomo huyu mwenye hekima Salomo anabidi watu wasifika muri iyo nzira yagutse anasema kitu ambacho kita kwenye njia hiyo ingia kwa njia nzima wanafikiri ni njia sahihi bakaijamo biyugira kwa njia nzima wanafikiri ni njia sahihi ariko amaherezo hiyo lakini mwisho wa njia hiyo ambapo ni njia ishikana mu rupfu ni njia inafikisha kwenye mauti. Yewe Mungu kuri iyo nzira y'umwitegeko na mtu anayejifikiri kwa njia kwenye njia garuke inakusimulie kupiyo nzira kwa kuwa njia ambayo na maherezo yashikana na njia inafikisha kwenye mauti. Teknolojia inayo hapo acha niwashuhudie kidogo kwa mtanya mtoto wake fulani kwa muda mchache tunamaliza hata kanya hawakokuza wiki au bali muda mzuri kutafakari kuitaje ni njia itungane kwa njia hii pana kwa njia hii nyembamba. Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Tashimama kwa wapi mfano kile. Namshukuru kwa kuwa mnipatia Kiswahili kidogo kidogo. Ni kidogo kidogo sana kidogo. Naona lugha ambayo tunajua ndani ni hatari. Nukuvuga ni kusema leo mimi igena kichwa wakati nimeposhika hatua kuokoka na kichwa Kristo amuye mta nimeokoka Kristo akinitoa kwenye dhambi yawe mta kama wewe anatoa kwenye dhambi za ulevi na kwenye njia za uzinifu hizo kweli na njia hizo kwa mimi inategemea nini kitu sio msima wa Mungu na zinapokutana na wingi wa Mungu na majivuno Mungu ni kama nyama ana majivuno kuna kiburi ndio Kristo ya Mungu hivyo ndio Kristo ametoa ambaye kunza aliponikuta yashitaji kama vile shengero ameleta kai karoni alajisha akaleta kama mlianza vile shengero na mtu ambao ameleta kwenye hekalu la Mungu Wanzani yule ambaye ameleta kwenye hekalu
sinongeye kumubona. Ameleta na siweza tena kumuona. Yaciye yigiye. Alifika naondoka. Sinongeye kumubona anataka ngao kwa kumshukuru asante. Sikumwona tena kilikuwa rafiki ameleta kaondoka. Alikuwa akitumia kwenye kanisa hili. Nalije hapa, nimeingia hapa, sote nilipotoka narabuze n'umuntu yoda. Nimekosa hata mtu wa kunisabai. Umuntu amusara mu mtu wa kunisabai hata mmoja nimekosa. Kazi mtu kuramutsa ushobora kumukugana. Unaiona ukikosa kukusabai hata kukuongelesha utampata. Imani ifashe cyane. Bwana tusaidie. Maze kushikamira nilipofika nyumbani nalibajije cyatumye nitwa. Nimejifikiria jinsi ambavyo nimeokoka. Kwa hiyo namaze kwiga muri kanisa na kungana. Niliposhika njia nyembamba. Njia nyembamba. Hiyo namaze kushikama. Njia hiyo ndio ambayo nimefika na Mungu. Niyumvira bagenzi banjye natakaje, nikafikiri marafiki ambao nimewapoteza, nikaenda misenge kwa muda. Nikafikiri hizi nimekaa kanisani kakosa kunisabai. Ilihali Yesu aliye ushuhuda huo unaofahamu haisitawachagulia na tena sitawasilikia hiyo mnakusanyeze angora na mtu akizaliwa wakati umefika na shida. Ili mali gani marabumu yeye alikuwa kwenye faya baragumu mbele Yesu mali wengi walipata kwenye faya ya baragumu. Lakini sio nali harusi bupe nimeokoka nimefanya harusi alipo lakini nilikuwa mdogo sana. Hapo ni kwenye inaonekana bado ni mjana chipukizi. Inashoboka kama nimeka hapa watu tangu. Inawezekana ni narakuzishengero, nimependa kanisa, narakuzeli kubatima, na nimependa kazi za Mungu. Iyo baragumu ikutwe tuiza kukaa kunanezo anzo kukwaka. Na baragumu ilipoitwa kwenye mikutano ya vijana, najana nao. Nimekuwa nikihudhuria nao. Hadi kibazo nagira na tatizo ambalo limenikumba kuli kabisa kuje kwa maranja barazi. Tulikuwa tukipanda basi tukienda huko Maranja. Tukaenda kushika Maranja kwa sababu tunafika huko Maranja hakuna kaunti cha kusemesha. Tukaingia msenge. Tunaingia karuni. Tukaingia ndani na mkutano unaisha tunaondoka tukaenda tuza tukashika tukaingia na tunafika ambapo tutashukia bisi hakuna kaongoza na kusalimia. Mutima mimi nilikuwa huzunika ndani ya moyo na hicho ndicho ambapo kimeshituma nashika njia ya wokovu. Nimechukia sana kuona nimeokoka. Ndivyo hivyo na nilipokuwa kwa wakati huo ndivyo nilimkele pise nilikuwa nikitafakari kwa bagenzi bavuze na warafiki wako wamepoteza nitaye mbao yake nilikuwa nikikaa na huzunika n'umumenga musubira inyuma nilikuwa nafikiri kwa naweza kurudi nyuma Imana ya kuomba na Mungu aishie iraendelea na Mungu akaniambia neno ileta mtego kimigani inaonekana kitabu cha Mithali kigawa cha Mithali 23 ku murongo wao wakati wa 4 na 5. Ndio jambo likati neno hilo linasema nukirushe umutunzi na usishindane na tajiri, nukirushe umutunzi na usishindane na tajiri. Sasa unataka kujigengesha nasema acha kufuata njia hiyo. Baba gatano Mstari wa 5 harakati kutunzi unasema utajiri kutoka kutoka ni mtu kuongelea na utajiri unakurupuka kama tawi linalopanda mbinguni. Zamu umutima nikasikia moyo wangu kurara nikasikia moyo wangu unapumzika. Nera yakutu ubutunzi nikasema yakuze ubutunzi sema utajiri iyo jambo la ubutunzi neno hilo linasema utajiri haitochie yao kukarikana na akili neno hilo limepata shamba kuno msabaki akina mshukuru Mungu baba sote leo na rafiki wengi. Haleluya Haleluya. ndugu wangu mate kinjira mwingi
Nilipokuwa nimeingia kwenye njia hiyo, na wakati wa nimefikiri lakini kufika leo siwezi kutoka kwenye njia hiyo. Hata kwa kitu cha aina gani, nafikiri kwa njia hiyo na inaanza ni nyembamba, na inafika basi na kuwa pale, na wakati mwingine tutakutana tunakutana kwenye furaha, tunachukua hatuwezi kumulika. Leo hii tunamulika, leo tunamulika, leo hii kwenye njia nyembamba na sehemu ya furaha, lakini kesho tutafika pasi, tutafika pasi, na bila endelea. Kwa sababu Yesu amesema, Yesu amesema kwa habari njema ya Roma 13:22 alikuwa akifunza watu, akamuuliza swali, akamwambia sasa, akamwambia wanaokoka ni wachache. Sasa na swali na mkitazama mpaka sauti zitoke nje. Hiyo ndio swali ameuliza. Sasa jaribu kuangalia wachache ni wengi. Sasa ulijishika na basi achoje swali hapo msikwara na basi na tembea yuko mwingine mkozi akasema unajua kuna habari zinazotembea kuna kule unahitaji msikitaji mtumishi au utamsema unamtafuta. Unasikia hayo? Na ukipata mtumishi na nikihitaji msaidizi wa kazi, sitahitaji Unauliza sasa wanaokoka ni wachache. Yesu maswali majibu yake na jibu za Yesu na jibu za Yesu hazikuambatana na swali. Sasa anamwambia endelea kupita kwenye njia nyembamba. Hata walikuwa kwenye njia hiyo pana, hata kwenye njia hiyo pana, kuna siku watahitaji kupita kwenye njia nyembamba. Sasa ndugu yangu, hata ikifika kwenye njia pana, hata ukikuwa kwenye njia pana, wakichukua vizuri, kuna siku tatamani wanachole hivyo ya tupa. Alikuwa na mtu jina lake nani? Kuna huko kuitwa Baleo tupa. Mara moja katibu yake ndio mchezo ambao amecheza Yungi sijifunza kubwa hapa. Amehitaji kuwa amepata yote kwa wanafurahi. Alikuwa sana Yesu. Alipopeleka milioni akawa wakina wakinaamka.
neza kuwa akiwa mauna alipoenda mbinguni kwa kinama akiinuka. alipoingia handa walikuwa wanatamba. Alipofika na nafasi nyingine kwa watu wanacheza. Alisema taubigira harusi. Akasema mimi naamua kwenda kuna wao wanacheza. Ashitse mlilo. Alipofika kwenye njia hiyo, alipofika kwenye njia hiyo, au njia ambayo imeonekana baba. Amekutana njia ya baba. Amekutana njia hii na moto inayokuja. Sasa sababu sio mahali tunaelekea. Jamaa basi walikuwa wanaona. Achielekea mahali wanainama kidogo. Atietarangi. Wakamwambia wakati umeisha. Atietarangi. Wakati umekoma. Endelea. Ndugu zangu, Yesu anasema endelea. Wale wanaofika kwenye njia hiyo, endelea. Haizuru kitu, endelea. Endelea. Sio sana, sio kale sana. Sio kale sana. Sio zamani sana. Sio zamani sana. Kuna habari nimesikia na kanisa moja huko Amerika walisema wameuzisha kanisa hilo kuipatia Waislamu, wakauza kanisa hilo. Sasa tuendelee kupita kwenye njia hiyo ndio jina kisha kwa kwenye njia za haki. Na kweli tumeitwa ili tuwe katika ule. Acha nisi msomaji somo kwa Wagalatia. Galatia kama mstari wa 15. Waraka Paulo aliandika Wagalatia. Na Wagalatia hawa na nafasi ya Wagalatia wapatie Kamenge. Tusikie kile ambacho Paulo anasema kwa kanisa la Kamenge. Karibu mtumishi wa Mungu. Paulo yakishengero Galatia wa Kamenge. Amen. Gatatu aranditswe ko bene data nahamagariwe mwitegereza mugabo rero uwo mwitegerezo ntihugire urwitwazo rw'akameremere kawe ariko urukundo rubatera gukorerana. Amen. Yesu nasifiwe. Bwana asifiwe. Yawatatene dada. Amesema ndugu zangu, na sisi ambao tuko hapa twahamagariwe kumwitegereza. Tumeitwa kuwa huru. Ariko uwo mwitegereza na kuwa huru hivyo mutubere kwitwaza na isiwe sababu kugira ngo dushitse ibya kamere ili tutimize tamaa za miili yetu. Uwo mwitegereza twahamagariwe na kuwa huru tumeitwa hivyo mutubere kwitwaza na isiwe tamaa yetu kugira ngo ntitubere kwitwaza ile isiwe tamaa, isiwe sababu kutimiza za kamere na kutimiza tamaa zetu. Mungu atusaidie. Inawezekana. Tena nenda kumaliza. Inawezekana uko kwenye njia pana. Unasikia ni kawaida. Lakini kumbuka kitabu cha Mithali. Atuambia kuna njia mtu anafikiri anafikiri njia sahihi, lakini mwisho wa njia hiyo ni njia inapeleka kwenye njia za mauti. Sasa na njia hiyo umeshika, sijui njia hiyo, lakini Mungu ametia neno lake, ameona kitu juu yako. Na tena Kristo ameacha kuondoa 99 amesema mizani kwa mchungaji
ameacha kondoo 19 acha kumpa aliyopotea. Kristo anaimarisha aliyoshika njiani. Anaita waliokuwa njia kwenye njia ili warudie inawezekana. Warudie inawezekana. Wasiendelee kuwa kwenye njia hizo. Kuna uhuru ambao Yesu amekupa. Na kuna uhuru ambao Kristo amekupa. Nimetembelea kwenye zambi na ninaamke. Sasa unasikia nilikuwa huru kwa mke wangu. Lakini Kristo alipolipa wokovu. Kristo amenipatia kuwa huru. Na leo mimi naweza kuzungumza na msaidizi wangu. Kuna tatizo. Hata ni kikundi chenye Bwana sisi anajua anajisikia huru kwa kuwa anajua maana Bwana sifiwe. Na kwa huru kwa Kristo amekupa ili ambapo tudumiani tusaidizane. Ndio kwa huru. Sasa hapo tuko tunasaidizana. Inawezekana umeshika njia hiyo. Unafikiri kawaida. Lakini Kristo anakuita. Anakwambia njoni. Tulangirize kugira ijambo rimwe riboneka mu gitabo cyo Kuvayo. Acha tumalize kwa kitabu cha Kuvayo. Ndio ambapo watu tunakomea. Kuvayo toka 34 toka Sarasina ile na ukiendelea hapo ndipo tutamalizia. Tumbirize shima ivuga, tusikie kile ambacho Mungu atazungumza. Igani la Mungu wae akiongea na mtu wake. Hapo Mungu na mtu wa Mungu ni wewe. Wewe pamoja na sisi. Nikianza na kigani kwa Mose. Inafasi Mungu anapozungumza na Musa, mwenye kuna mwenye kigani na. Lakini ujue nafasi hii anazungumza na moyo wako. Kazi kusimama karibu kusoma. Kuvayo chicha tunakale roho wa gatandatu taranzwe. Uhoraho acibereye ayivuga ati Uhoraho Imana yuzuye ubuntu n'imbabazi urakoraga kugira ikigongo cyinshi murabizi Amen. Biblia kwa kusema utarudi nani verse hii? Uhoraho acibereye ayivuga ati Uhoraho Imana yuzuye imbabazi n'ubuntu urakoraga kugira ikigongo cyinshi murabizi Amen. Imana yaciye imbere ya Mose. Mungu alipita mbele ya Musa. Yalize ku musozi Imana yamuhamagaye. Alipopanda mlimani Mungu akimwita. Mose akamuhamagaye ata musozi. Musa Mungu alimwita akapanda mlimani. Akaishi mirongo ine. Akamaliza siku 40 na siku 40. Mungu akampatia sheria. Akashuka nazo mlima. Alipofika kwenye taifa la Israeli akakutana wamejenga kisanamu. Alipokuwa akiabudu na sheria zile za Musa akavunja. Na Mungu akamwambia Musa, Musa akamwambia ondoka toka ukatengeneze tena sheria ukarudie. Ukatengeneze vizuri sheria mbili za majiwe, vipande viwili vya majiwe vilivyokuwa kama vile vya zamani, na upande mlimani na upande peke yako. Na Musa akapanda kwa mstari wa 6. Mungu alipita mbele ya Musa. Mungu akamwambia mimi ni Mungu.
Mungu anayejaa imbabazi n'ubuntu. rehema na neema. Uhoraho Mimi ni Mungu, Imana Mungu yuzuye imbabazi n'ubuntu. Mungu anajaa rehema na neema. Hari izindi Mana zuzuye imbabazi. Kuna zingine Mungu hazijai rehema na neema. Imana yuzuye Ni Mungu anayejaa imbabazi n'ubuntu. rehema na rehema. Sibiruta kurara. Tena Mungu anakikwa Kurema kurara. Mungu anakawia kusirika. Ndeba kurara. Anakawia kusirika. Ikigongwe cyinshi. Yeye yuko na rehema nyingi. Kandi ibigize hora y'umwiza. Na tena Mungu ni mwaminifu. Haleluya. Yesu asifiwe. Wasifiwe. Oya, si Imana kuko gutuma abantu bakuru. Sasa ninamshukuru Mungu kwa kuwa anasema injili kwa watu wachache. Wanajua mambo mengi. Sasa mtu wa heshima mbele ya mtu mdogo, mtu mkubwa usisema jina lake. Mtu mkuu kuna askari jeshi wakubwa sana, kuna wapolisi wakubwa sana, kuna viongozi wa nchi. Akifika mbele ya mtu mdogo hawezi sema jina lake. Ni hivyo au sio? Ukiwa unasema jina lake na akisema jina lake, sasa ukimbie. Sasa mimi unanifahamu? Au kusema jina lake inawezekana kama kubarikiwa na kuna sasa unakuelewa mtu ambao mnazungumza huko, unaongea na fulani huko na tatizo gani? Sasa akili mtu mdogo Mungu anamtia mbele anasema anajieleza mimi wa Mungu. Mungu alipowasili mbele ya Mungu anayejaa rehema na neema, na haingekuwa tunajaa rehema na neema na mimi nakawa kuhusika na wewe ukawa sasa na wewe lakini hiyo ni hiyo ni wazo ili uone mambo kama ambayo unatembelea. Mungu anakuwa na rehema, Mungu ana huruma mingi, ana neema, tena anakawa kusirika, anakawa kusirika, anakuwa na huruma mingi. Tena mimi ni mwaminifu siku zote. Mungu ni mwaminifu, na ikiwa hata umevuka mipaka, Mungu anakukaribisha. Musa uko hapa. Musa ni wewe. Mungu anasema na wewe. Mungu anasema nasi. Mimi ni Mungu. Mungu anajaa rehema na neema. Tena mimi si sasa na Mungu angekuwa tena upesi. Mimi na wewe tungekuwa na mimi na wewe tungekuwa, lakini kwa sababu ya rehema za Mungu, Mungu anakuita siku ya leo. Ndugu zangu, ni hapa ninakomea na Mungu wetu, na Mungu ametia neno hili ndani ya moyo wangu, kupita kwenye njia za kukufikisha kwenye watazame njia na ujifikiri na ukiri neno ambayo tunalisikia hivyo. Mimi ni Mungu. Mungu anasema tena mimi ni Mungu. Mungu anayejaa rehema na neema. Mungu anayekawa kusirika. Anakuwa na rehema mingi. Tena Mungu ni mwaminifu.
Sasa acha nishukuru ndugu zangu, nimesikia neno la Mungu na hasa amshukuru Mungu yashoje kushikana vitani vya imani aliwezesha kufikisha maandiko matakatifu mbele zetu. Inayokusimama vitani Na nashukuru pia watumishi wa Mungu kama kazi ninamwalika mchungaji ili aendelee. Ataendelea ili aendelee mambo na awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nafikiri ubutumwa bwumvise jitahidi kupitia mlango mwembamba. Gerageza uce irembo ritunganye. Yesu alisema wazi Yesu yabivuze yewe ni wachache wanaoingia, ni bake baca muri Torero, ni wachache wanauona, ni bake bahaca babona ni wachache wana bidii ya kufaidia, ni bake bashobora gusora inyota y'ubutane birimo bakora bashobora turimo watu wanapenda mambo yaliyo right. abantu bakora ibintu tubitegereje byoroshye, Sivyo? so Watu wanapenda vitu vilivyo right. abantu bakora ibintu byoroshye. Iyo nzira y'igihano, Hiyo njia bwana. iyo nzira y'igihano nta kintu kikugora, nta kintu na kimwe kigiye kukugora. Ugenda uko ushaka, ushaka kugenda gutya uragenda, ariko inzira itunganye. Oya, inzira ndoya. Ano majambo Yesu yakabwira abo bakurikira. Amen. Sisi tuko wafuasi wa Yesu. Twebwe tukurikira Kristo. Tulisikia habari zake Twumvise inkuru ziwe na tukakubali kumfuata. kandi turemera kumukurikira. Turacyari mu rugendo. Ikibazo ni iki? Je, kwenda katika mlango mwembamba au Mbega uca mu irembo ritunganye cyangwa mu irembo ryagutse? mlango mwembamba? Irembo Hautaki mzigo, irembo ritunganye rigomba igihe tuzigo byinshi. hautapata Nishobora kuronka n'ahantu hoca. inataka mtu Bisaba ko umuntu wahagutse, uwe rahisi. umuntu wahagutse. Amen. Amen. Hiyo mizigo mizito mingi Iyo mizigo iremereye yenye itakuzuia kuingia katika mlango. ishobora kuza kugira ngo uce mu irembo ritunganye. Ni mambo yaona ni madogo, Ibintu ubona ko urebera bitoyi, lakini ariko yatakuzuia kuingia. bishobora kuza kwinjira. Bwana tusaidie sana. Amen. Naona ukikamata nyasi, Ndabona ufashe ibyatsi, ukifanya kwa mkono wako hivi, ukafata neza ukuboko, unaona mtumia ugaca witera umuntu. haitafanya kitu. Nta kimwe cyongera. Inabidi na huko. Bica bigwanga cyangwa bikagenda. Lakini kamata ile nyasi, Ariko ufate ibyo byatsi, uichane na udongo, uce umuntu bivanga na utie mchanga. ushyire mu musenyi, Tumia uce witera umuntu. itakuwa. Birashobora kubabaza. Bwana tusaidie. Mari gufasha. Tunatumi kidogo na dhahabu. Utwo tuntu duto mukengera, Unatuchanganya. ugatugenda ubivanga. Unakuwa mzigo. Bikaca biva mu mutwaro. Bwana tusaidie sana. Amen. Pitia mlango mwembamba. Uce irembo ritunganye. Kubali kusumbuka. Wemere ubwoko bw'ikibazo. Kubali kutekwa. Wemere kubabazwa. Yesu alielewa. Yesu yabwiye Petro aliuliza. Petero aramubaza, Uliache watu wetu. twazize abakenyezi bacu, Watoto wetu. abana bacu, Na nyumba zetu. n'inzu zacu, Na jamaa zetu. n'imiryango yacu, Sasa tutapata nini?
none tuzokuruka iki? Yesu alijibu, Yesu aramwishyura, hivi uliacha ariko mwasize abakenyezi icyo mutunze byose hapa duniani hano mu isi, utalipwa mara 100 uzoshobora guhabwa ibiro 100 ku ijana vile vyote vilivyopoteza. reka byose basize